So sisi tunamaliza na ulevi, wewe tuende. Kama unataka kulala hapa baki, sisi tunaenda. I was woken up like around 10 am the following day kwa sababu ya ulevi nini. Sasa kuenda kuinteract na watu na naambia wewe, najua yule mzee alimeenda. Like how? Tulikuwa na yeye. Tunajai jana. The guy just died like that. Uwezi kuenda kwa mganga hata kichinja kuku ya budaka. By the way, you gentlemen, I went up to Uganda here. There is somewhere. Kama unataka kuua mtu kichini huko kwenu, naweza kukusaidia. This is our simple office. Yeah. Okay. Fanya shughuli zetu sasa za kiofisi. The main computer that has all the details of and the files. The upper docket is now the medications, always under the lock and keys. I see the files are there. So zile ni files za patients. The patients huko lakini hizo ni za standby too. But for them we huwa tuna lock for security purposes. You know, you have confidential information about clients. It's a nice office. Yeah. There's some of the writings that we usually look at, and you know they are also having some information relevant. Yeah, I can see here like how long do drugs stay in your system. Yeah. Then here's the timetable for our daily activities. Yeah. Also, wako na timetable hapa. Yeah, wako na timetable. Then this is now the main hall. Okay. Whereby meals, entertainment, and any other relevant activities are held. This is an addiction tree. It was developed by one of the people also in addiction, but not here. Somewhere here you have some of the literatures that our clients, once they like reading newspapers, so whenever they come across any relevant information ama any cuttings, wanakata wenyewe alafu. Okay. At least za kuwa motivate. Yeah, it's a motivating factor as well. Okay. Now the entertainment, definitely. Now so this is the 12 steps program. As I told you, this is a 12 steps program. So these are now the core objective of the program. All rehabs in the world are using this as a model now. You see, like now we usually tackle each and every step on it on a structured form. Okay. Yeah. I see the 12 traditions. Yeah, 12 traditions. These are some of the writings of the Narcotic Anonymous. If I talk about Narcotic Anonymous, that's this is such a program that it's kind of anonymous. Yeah, it's supposed to, okay. It's rather on the basis of attraction, not promotion. Okay. That's now it's about anonymous. Once our client gets out of this place, there's somebody mwenye atakuwa attracted kwa sababu atakuwa anaika jamaa kamerudi siku hizi kako sawa kanafanya job zake poa nini. Alafu anamwambia ulikuwa wapi? Ndio. Anaambia nilikuwa mahali fulani, then we come in. Na wakanisaidia. Yeah, tunamsaidia. That's what tunasemanga kwa anonymous. Yeah. Okay. Yeah, so also they have the TV here. Residential rooms. Hapa kuna rooms zao. Oh, these are the rooms sasa. Yeah, these are now the rooms. Kuna hizi. Nice. Kasi ziko tidy, ziko clean. Yeah, we are trying. Okay. Ile ningejipanga mungesema nimejipanga, lakini nilitaka tu mpate venye ziko. They are nice. They are clean. That's the most important. Ziko safi, unaona? Then kuna sasa this one. Then hapa kuna sasa. Hapa ndio penye kuna washrooms. Hapa ni washrooms. Okay. Choo na bafu. Hizi ni za ndani.
Kuna nje pia ziko. Yeah, kuna za nje the other side. Okay. They are clean. They are well kept. They are clean. Then this is the kitchen. Kitchen no goes on. Tumefungiwa kitchen. Actually, timetable also is it? They usually have 5 meals a day. 5 meals? 5 meals a day in the morning. Chai na mkate. Sio 3 kama sisi. Bado. Okay. Then saa 4 kuna tea break. Then saa 7 lunch. Saa 10 uji. Saa 1 dinner. Okay. Yeah. Always balance that. Fruits at least 4 times a week. Nyama mara 3 hivi na hivi. Okay, wanakula balance diet. Yeah, tunataka unajua mtu anakuanga in addiction, mtu anakuanga kuli ako very malnourished. Yeah, so at least kando na hii recovery nyingine pia tunataka recover mwili. Akule vizuri. Akitoka hapa pia afya irudi normal. Yeah, that's very nice. Okay. So that's by the way, kuna now sessions. We usually hold them from this adjacent building to the office. Alafu na hapo chini. Hapo ndipo penye tunafanyia sessions, group work and sessions sasa. Naona pia mmepanda mamboga huku. Mboga unaona kando, hiyo ni kazi yao. Kwa majina mimi naitwa Kevin Wafula Adea and I am an addiction counselor here at Lusiana Wellness and Recovery Center, a rehabilitation center here in Busia. Tunajaribu kusaidia majamaa na si majamaa pekee yake, any kind of personalities ama people wenye wako na substance use disorders. Nikisema substance use disorders namaanisha ule mtu mwenye ametumia madawa ya kulevya, pombe inclusive, mpaka imemlemea kuishi maisha ya kawaida. Okay. Yeah. So my first question is these facilities how old is it? Ulianza hii facility lini? It's now clicking 1 year and 1 month old now. Okay. Started it early 2022, sorry. And we have been quite an impressive journey, because the level of impact that we've given to society is recommendable. Yeah, kuna watu tumejaribu kusaidia both within na outside. Nikisema outside namaanisha kuna ile watu wenye huwa wananiita alafu I go just to talk to people in the areas of residence. Society una treat watu hapa peke yake. You also go outside. Yeah, I also go do an outside services. Okay. Yeah, because this is a center that could need some costs being incurred kutoka kwa watu. Okay. So kunaweza pata mtu ako na ile nia ya kuachana nayo lakini ana ile uwezo, so also do an outside services just to assist guys. Yeah. Okay, so si ati unaenda ukienda nje unaenda maybe umelipwa extra ndio uende take care of maybe a patient mwenye ako nje. Actually siwaiti patients. In most cases now tuseme kuna function like maybe kuna an organization yenye ina take part, kuna chiefs barazas huwa naitwa, you see. Now when I go there kuna like I can talk about addiction into details that an individual mwenye anaweza kuwa na ile, unaona addiction is such a cunning disease. We call it a disease because actually it's a disease. Yeah. Kind disease of which kuna mtu mwenye anaweza tamani kuacha on his own, but he just can't. Lakini kuna ule mwenye ameanza na anaweza chana nayo. So as a result of that information yenye atapata kutoka kwa my sessions, anasema no, I just can't continue because if at all inaweza nifikisha to that level, then it's better off if I stop it at this point. Sasa hapo ndio kwa maana nakuelezea nikienda hizo nje. It's not that I'm going for sessions, but I'm just going to talk much about it. Okay. Yeah, like sensitization. Awareness. Yeah. Okay. True, yeah. So
Another question is that, yani, how did you manage to set up this facility? Because najua ku set up facility kai pia sio kitu rahisi. Hakuna kitu ngumu kwa hii dunia. So long as you have passion. Okay. Yeah, just out of passion. Actually being in recovery, because I talk from an experienced part of it. You know, mtu anajuanga penye kiatu inafinya. I am one person that really suffered as a result of this alcohol addiction in specific. Because I tried all kinds of drugs. I cannot deny that fact. For instance, nilijaribu bangi, kajaribu miraa. Miraa is also a drug for your information. Yeah, it is. Nafikirianga is not. Nikajaribu. Kuna day that I tried cocaine, but the taste was that bitter. So my drug of choice, if I say my drug of choice is that drug that I did for quite a long time. Nilitumia sana pombe. Okay. Pombe I started drinking when I was in Form 2. Form 2. So tulikuwa tunapenda tukienda shule mwasoni opening unapata by that time tulikuwa na certain sachets zilikuwa zinaitwa Sapphire. Okay. Naika ndani ya socks na nyingine hata unachukua jik, unafungua jik, unamwaga hiyo jik chini, unafinyilia kitu ndani. Mna sneak in kwa shule. So mwalimu hata wakicheki kwa gate wanaona ni jik. Nobody can maybe suspect. Okay. So that's how the trend became. Unfortunately I did it pass. I wanted to join university but I couldn't kwa sababu ya hiyo lifestyle and what have you. So it affected your education in a way. It affected me. Okay. So and I wanted to go to university. So what I opted to, I went to Uganda. Okay. For Form 5 and Form 6. Yeah. Sasa huko ndio deport ya pombe boss. Kupewa. Uganda pia inajulikana pombe ni very cheap Uganda. Yeah, so nilingangana nayo. Miaka 2 nikamaliza, nikajoin Makerere University. I pursued bachelor's degree in social sciences. Pia nikangangana tu, nangangana na pombe. Na hiyo condition. By the way, you know that you should know that addiction has stages. Okay. Yeah. So kuna ile stage yenye unaweza jicontrol, yani una balance education ama job na usage. So nilikuwa naweza balance. And I was quite fortunate. Because wakati nirudi in Kenya, nilitumia ma transcript kupata job. Very good paying and highly paying job. Yeah. Kwa digit 4 boss. Okay. Okay. So wakati nilikuwa nafanya job, unajua addiction is so powerful that inaweza fanya msee usare job uende ukunywe. Na moreover umesahau kwamba hiyo job inafanya upate ido unakunywa. Unaweza pata nilikuwa unachukua kama there's a time like twice I lost 2 laptops. Ulienda nayo kwa counter kwa kituo. Nasahau. Narudi kesho yake wanaambia kuacha hapa. Unaikewa vizuri. Unajua wanajoga kuteka advantage ya watu. Ndio hiyo. Na hiyo laptop iko na documents za job. Everything. So nilipata warning letters twice. But eventually the contract was terminated. Okay. So now unaweza imagine umetoka kwa ile posh kind of lifestyle. Unarudi village with hardly anything. Okay, by the way, when my contract was terminated, sikuambia watu nyumbani. So I was in Kitale by that time and my home is here in Busia. Okay. So nilikuwa na live on what I had saved for a while. Not really saving, but najua nikisave na maanisha ile kiti nilikuwa nimenunua mzuri, ile TV nilikuwa nimenunua mzuri. Hizo asset ndogo. Yeah, hizo assets. So I could be selling at least bit by bit. Upate ya kukunywa. Ya kunywa. So ilifika mahali now I have nothing to sell. Boss, hata sina nguo ya kubadilisha. Nilitoka Kitale na fare yenye nilikuwa nayo mpaka nyumbani. Niuliza what happened. By the they knew that all was not well. It's only that they wanted me to take charge. But sasa mimi nilikuwa najiona naweza jikaza kiume ni survive. So wakati nirudi home I had nothing. Completely. At all. So maisha ikakuwa that so desperate nini. But eventually story ya rehab ika crop in from my family members because they are caring. I couldn't stop. Unaweza imagine wakati kwa nafanya job nilikuwa nakunywa kina Jameson. But sasa nimerudi village nakunywa chang'aa. The cheap liquor. Because that is what I could afford. Kama ni cross hapa Uganda niende pale nikunywe Kasese. And Waraji. Because they are cheap. 50 shillings is enough.
So that was the trend. All you need is just to get high. Unataka tu bora Ndio. uweke kitu kwa kichwa. Yeah. So that was the trend till now my family members became concerned. Okay. Because you can imagine a person with a degree and anaishi miserable life. It wasn't that good picture to them. So that's when the idea of rehab came in. Okay. I went to the program. I finished my 3 months. After 3 months, I came back home. And najua sasa kutafuta job. Unafanya kazi ya kutafuta job. There were no jobs. So nikatamak like 8 months. Idea kanikujia hapana. Kuna jamaa mwenye nilikuwa huko na yeye, one of my counselors, he was also into he was also having the same problem, but after which he went for training. So nikaambia my family member that nataka kurudi shule. Yeah, so I went back to school. I did a diploma in chemical dependency and addiction and chemical dependency. Okay. Yeah, so baada ya kumaliza nikavolunteer for 6 months in a certain rehab in Nairobi in Kikuyu. From there I came to another one in Kisumu. So from there now here I am. So that was basically in brief my journey as far as addiction is concerned into alcoholism. Okay, so what made you start this center? Nile, you went through the same life that your patients here wamepitia. I just can't say just going through kwa sababu watu wengi sana wamego through it. It was just that passion. But the most striking part of it was the two guys, two friends of mine who died because of this problem of addiction. Kuna mmoja alikunywa, in fact by that time I was still drinking. Alikunywa na tukamwambia wewe boss usiendeshe pikipiki, acha na pikipiki. Jamaa kaamka nayo within 15 minutes tunamwambia wewe umesikia Vinia amegongwa kwa barabara. Wewe unajua si ni ulevi, nasema acha akufe kwani nini? Sisi tutadedi. Sasa hizo bado haijakuhit. Yeah, but in the process the guy died. Then we have had another one now back in the village. Jamaa alikuwa tumekaa na yeye, just an elderly person. Tumekaa na yeye. Na kunywa kamvua kalikuwa kana drizzle at around 8 pm. Kwa kana drizzle. Sasa jamaa akatuambia nyinyi mkitoka mniambie na ameshika hivi glass ya changa. And kumbe the guy was dying. Na alikufa. He died like that. Died like that. So sisi tunamaliza na ulevi, wewe tuende. Kama unataka kulala hapa baki, sisi tunaenda. I was woken up like around 10 am the following day kwa sababu ya ulevi nini. Sasa kuenda kuinteract na watu na naambia wewe najua yule mzee alimeenda. Like how? Atilikuwa na yeye. Tunajai jana. The guy just died like that. So that's now what made me to venture into this kind of sensitization venture or rather activity. Kwa sababu people don't know that actually addiction can kill. Watu wanafikiria ni lifestyle. So the impact that I got, I also had that direction, that feeling that I need to get to the level through which I can also assist people in my community. Because I was thinking the nearest before this one, the nearest was in Webuye and Kisumu. So nikasema sasa hii Busia hakuna inaweza make a difference. Hakukuwa na facility kai Busia. Na bado hakuna. This one is the first one. Yeah. So it's a disease, but people in community don't know that it's disease. They just think ni lifestyle tu, kajamaa kameamua tu kuwa tu crazy. It's yani mtu anaona ni kama mtu amechoose that like path, lakini honestly sio ni yeye amechoose your path. It's like a disease. It's not like it is a disease of the brain. Okay. Because you know why we call it a disease of the brain is that it's characterized by compulsivity, obsession, and tolerance, and then also loss of control. So if I talk about obsession, is that mtu anamkanga, watu anaenda kazi yeye anamkia kutoa lock. He just obsessed about the drug. See, kuna mtu unaweza kuwa unatembea hivi jamaa kama mbeshte yako na mnakunyonga naye, yaani akisha kuona anaona tu pombe.
nimekuona sasa mtu wangu, anaona tu umtolee form. Yeah, that's just obsession. Akuwa na kitu anauza aenda nunue pombe, auza aenda nunue chakula, never. Okay. See, now the compulsivity is that a person can forget about anything. Hata mwenyewe anaweza jisahau, lakini hawezi sahau pombe. Okay. See, then we talk about now the tolerance that drugs acts in such a way that the more unaendelea kukunywa the more tolerant it become. Okay. Like mtu alianza na chupa moja lakini anaweza kunywa chupa 10, anaendelea mpaka ana graduate to now the tolerance part of it with people who have the disease of addiction, and like the people who doesn't have the disease of addiction. Okay. Ana majamaa anakunywanga tu chupa moja anaishia. Let one for the road na hivyo anaenda kulala. But addict akiingia hivi, hata akiona naacha hapo chupa yako na pombe, anaambia wewe bwana, unipatie kitu nikumalizie. Cause you need waste resources to him. Anaona hiyo hataki kuharibu pombe. Na hiyo ndio inamuaffect na ajui. Okay, so naona uko na umesema what should you call them, patients or clients ama for you outsiders, you may call them as patients or other clients. Okay. But for us here, we call ourselves a family. Okay. We call ourselves a family because we have one thing in common. Do you know the best definition of the word family in psychology is just a friend that you choose to have. Okay. Yeah, I can choose to have you as my friend, as opposed to family member that I was born with. So you becoming my friend, you are now my family. Yeah, true. Yeah, so since we came together and have one common objective to maintain recovery, then how we are now you are a family. But nyinyi mnaweza ita venye mnataka. Hata wengine unasikia wanaita majina mbaya. Yeah, ni kweli. The society, unajua ni society inawajaji. Lakini wewe vile uko nao hapa you can't judge them. I can't. So uko na patients wangapi hapa so far? Right now ama wenye wamepitia hapa? Currently wenye wako hapa kwanza. Currently we have 6 of them. 6? Yeah, 6 of them. Okay. Then wenye wamepitia total ni 29. Wale umetreat so far? Wale wamepitia total ni 29. And our capacity here is 15 people. 15, or you can hold up to 15 patients hapa. But more than that, we refer somewhere else because bado to. Okay. Yeah. And kwa wale wamepitia hapa, kwa hao 25 hao, kuna wale wame go back to their previous life ama kuna recovery is it's a journey. It's not a process. That's why tunasema addiction is a chronic relapsing disease. So there's possibility ya mtu kurudi. It's like just like we can talk of diabetes. Okay. Utaisikia tu jamaa alitibiwa diabetes na akapona. Siku hizi anakunyanga chai ya maziwa, yani ya sukari, anakunywa soda. No. That's how also addiction is. Okay. So long as you do what's supposed to be done, you are bound to maintain the recovery. However, now because of the life challenges and then also because of the nature of so many situations around an individual, kuna possibilities of your relapse going back to the use after this treatment. Yes, there is a case. Okay. There are like 2 people with whom I got the information that they went back. Okay. Yeah. And you can still allow them to come back and continue with the treatment. Yes. That's why nimekuambia diabetes is a disease, ndio. Yeah. So mtu akienda atibiwe alafu arudi huko afikiria amepona aanze kukunywa sukari, akirudishwa huko utamwambia usirudi huko, aenda. Wewe kufe. You'll admit him back. Okay. Then see what was the problem, what happened. You see, this program is not all about addressing the presenting issue. You are looking at the underlying issues. Okay. Unaona, unajua watu huwa wanajaji watu because they look at the presenting.
unaangalia tu kimulevi kila siku kinakunywa, lakini uje muuliza ni nini zenye ziko huko nje zinakusukuma ukunywe. So now like now a person anaweza enda alafu arudie. Unaona, nyinyi mnamuonyesha tu vidole, wewe unajua niliharibu pesa ngapi, unajua nilifanya nini, mbona ulirudia pombe? No, it's not supposed to be that way. Next that someone sit down and muulize what really happened. Probably ni nyinyi family members ndio mmempush, ndio mnakosa. Yeah. So mtu akienda na arudie, we gladly welcome him or her back to see that maybe tunaweza reinstate where the problem could have emerged from. So treatment ina take how long? The length of time, I can't. Okay, there's so many considerations to the length of time, but averagely for people with specifically alcohol, alcohol is better, is fair off compared to others because others are more psycho. Okay. Yeah, and like alcohol, its effect to the brain is a bit limited. So the program lasts for not less than 90 days, or 3 months. Those are 3 months. 3 months. Now there could be possibility of extension. Okay. Depending on the issues that we have picked, then also depending on maybe underlying causes, as I've told you, then also depending on the resilience of an individual to get back to his real self. Probably there are those people who are on medication. Unaweza pata mtu develop some psychotic behaviors, unaona. Okay. Sisi huko nje tutaita wewe umechanganyikiwa, umekuwa mwandawazimu. Wataanza So unaweza pata for the cases of something like bangi, we usually start up to usually run up to 6 months. So 6 months okay. So bangi, mbona bangi kachukua longer than alcohol? Nimekuambia that bangi is more effect directly in affects the brain. Like, no. Okay. So naona unaweza pata msee amevuta bangi mpaka ametupa, tunasema ametupa mbao, siku hizi anakota makaratasi. Yeah, lakini in most cases pombe ni liver and inakuanga so much affected. Okay. But bangi, heroin is in the brain. That's why sasa mtu anakuanga on medication. Hizo medication pia zinatakanga an observation. Naona like a person to make sure that imefika wakati fulani anafaa imezwe. Unajua kwa nyumbani nobody cares. Umeza hiyo ni yako. Okay. Lakini hapa we have to make sure that imefika time we need to take it. So how many hours per day do you take take care of a person Okay, we have a timetable which we run the program. We have 3 hours a day. 3 hours a day. 3 hours a day, yeah. Najua watu in this kind of program ukiwakalisha sana they switch off. Wajazoea kukaa, wamezoea movement and whatever. So we usually have like a structured, it's like a curriculum that we have, but it's 3 hours a day. Yeah, of which you have the group therapies, then you have individual therapies. Yeah, group therapies is usually in morning hours, then in the evening hours you have individual therapies. If I talk about group therapies, I mean we are now in a group setup. Okay. Yeah, like I've told you, it's not like a curriculum. The first 2 weeks is much of orientation to the program. Then this program is based on the principle of 12 steps program, ambayo inachukua approximately 2 months. Then kuna relapse prevention. Okay. Yeah. Then in between kuna life skills, because we are going back to the society after this. So how do we need to live with the other people? How do you interact? Challenges are always there. Unaweza pata mtesa huyu na msai unaenda kupata na kunywa sahi na kuambia mimi niko na stress zangu. Sasa tunaweza vitu kama hiyo stress management, you see, yeah, there's not much about life skills. Then kuna what we call the individual treatment plan. Hiyo sasa ile kitu ile kufanya uanze pombe is not the same as my brother, is not the same as this one, is not the same as this one. You see, kila mtu akona issues zake tofauti. Yeah, tofauti. So wewe tukishaona pengine wewe bibi ndiye anakuletea stress. Na wewe naye ana bibi, pesa kwa bomba ndio mingi. Na ni kijana peke yake. Na huyu na yeye ana watu nyumbani. Sasa yeye anaishi desperate life, you see. But now sasa hapo ndio kila mtu tunaanza na yake. Then sasa hapo ndio tukishakuwa na ya kwanza we identify some of the issues that we need to address. Then sasa tutakuwa na address one by one back eventually we are done. Okay. Yes. And is there any other activities that you
check them through ama ni treatment too from the beginning? No, kuna other games. We have Scrabble, we have chess, okay. We have that. Yeah. Then also kuna gym, kuna hapo chuma, jamana. Then kuna kwa na ball, naona uwanja niko na hapa. Yeah, those activities. Okay, so what message do you have for wale watu wenye wako huko nje wenye maybe they are listening and maybe they are going through the same condition that your patient here are going through? So what message do you have for people out there? Okay, the message I do have for everybody, not for people who are going through, is that the moment you have seen that your loved one or an individual has a problem. So if I talk about now having a problem, what I do mean is that this person's behavior is becoming abnormal or rather abnormal. Like for instance, mambo na pombe, unapata anaamka asubuhi anaenda kutoa lock, unapata ameanza kuuza vitu zake, anaanza kuacha responsibility zake, anaanza kujiachilia, he doesn't care anymore. That person is sick. He doesn't take a shower. Yeah, that person is sick. He need a professional intervention. Cause mkimwachilia mkisema acha tu yeye mwenyewe atafika mahali atachoka, that person could die before he reach to that point yenye mwenyewe ataona he has a problem. By the way, addiction is one disease that the only unique disease with which the person who is suffering is the last person to see that he has a problem. He can never know that he has a problem. He can never know. Nyinyi mtamwambia hata mimi nikajuko na best na jamaa unamwambia hey boys. Yeah, I have friends who have gone through this or who are going through this condition. Na hata yeye mwenyewe ajui bwana umuulize kwa nini kunyonga pombe. Unajua hata yeye mwenyewe ajui. Yeah. Hata yeye mwenyewe ajui. So what I can just so far in summary what I can just tell them is that if you have somebody of that kind, the person whom you see that his trend and livelihood in terms of drug abuse is not upcoming, is not fulfilling any, kindly contact us so that we can sit down, we can interact, and we can share on possible interventions before it's too late. Okay. Yes. And do you allow visitors to visit them and maybe bring them something from outside? It depends, because what we usually do is that when a person is admitted, we usually allow only 2 people that are going to be documented in that person's file, who will only be allowed to come and visit him. You see, you can't just allow any Tom, Dick and Harry, nimekuja kumtembelea no. And then also there's specification we need to visit this individual. Inaweza kuwa pengine mtu amesneak in, ni rafiki yake amesneak in kitu ndio kuje kama ni mtu mwenye atujui na aseme ametumwa, we'll have to call the person who is in charge, who is responsible for that individual. Okay. Can you confirm that this person can be welcome in this place? Like sema no, then definitely is no. Okay. So do you do follow-ups after they live here? Do you do follow-ups? Yeah, it's called aftercare continuum. Yeah, we do follow-ups. The first 6 months and then the first 2 years. Yeah, at least within the first 6 months tunakuja. We just do an impromptu visit. We can only inform the responsible people, but sisi yeye mwenyewe nampia simwambie, so you can find you the way you are, then we'll probably share, kwa sababu kiambia mtu nakuja sisi anaweza jipanga. Then within 2 years kwa tuna visit, kwa sababu within those 2 years ndio mtu ana experiencing what we call the post-acute withdrawals. Inaweza kuja even after 1 year. Okay. Napata mtu alimaliza program yakuwa tu vizuri, then for all of a sudden ana keep to himself, anakaa lonely, ama unapata mwingine akona outbursts, akona hasira for no reason, but was na last for a very short period, 1 to 2 days, tena anarudi normal.
Okay. So within after 2 years hapo ndio penye kuna possibility ya mtu sasa ako, yani ni kama tume baby huku mtu sasa tunamwachilia aende sasa. Okay. Because we can't continue for the rest of the person's life. At Yeah. least within 2 years tunakuwa tumeenda mara mbili, then we leave at that. Okay, and what are the major challenges that you go through in this line of work? Major challenges, as we all know, and just like any other venture, is financial problem. Because unaweza pata mtu, honestly this person really need our services. Kuna quite a number wenye umekuja wananoa kwa gate, anatuambia haki brother, mimi nimechoka, mimi naona tu kifo. Sasa, but now how can we do, what can we do, because now the center is self-sustaining. It's from there, from the maybe the little amount that we get from their payment that we sustain them, you see. So major challenge is a bit of financial problems, yeah. So you don't get like maybe financial assistance from maybe anywhere else? Not to haven't gotten any. Okay. Hatujapata any bado. Oh, so it's just it's just a self-sustaining. Okay. Tunang'ang'ana tu ile kidogo iko, so long as actually the bottom line, and as I told you, is that I started this thing with a passion to help people. Venye huwa naenda hata huko nje nikiitwa na chief wherever place, Bumala, Brinda huko, I use my own transport, si ati nitawatumia. Then you can imagine tena huko naenda unawatrain, not training but you sensitize them. After the end tena chief anakuambia watu wangu watapata chai, wanataka kuachie kitu. So those are some of the challenges. Mimi nimeenda kuwapatia the information that they expect me again to something. Actually, but it's them who need to support you, because you are doing anyway, you're doing a good work in the society. Sio rahisi upate mtu anafanya kazi yenye amejitolea, yenye amejitolea, yani kufanya job yenye yani yeye mwenyewe ako na hati ya kusaidia watu. Most people huwa wanafanya for the money. But according to you, vile nimepiga nawe story kidogo, nimeona actually you started this because you have a heart. You have a heart to help watu wenye wako na condition, na kwa na PTA condition ya addiction, which is a good thing. So thank you for that. And maybe one more thing that you want to add before we finish. The only thing that I can say is that wale watu ambao hawajaanza kukunywa pombe, kutumia madawa yoyote ya aina ile, it could be because of peer pressure, because of anything, just don't start. But if you have started and you can stop it, kindly stop at this point, now that you can. Starting is, you're saying starting is easy, but stopping is hard. But if you umeingia, so if you haven't started, don't start. Yeah, if you haven't started, don't start. Okay. Na kama umeanza na unaweza stop on your own, just stop. Na kama umeingia ndani umewezwa, Busia Wellness and Recovery Center, Busia is here to assist you. Okay. Just call us, then you'll be there. Tuko na rescue team yetu ambayo tunaenda hata kwetu wengine kufanya interventions. Habari mzee? Njema. Okay. Yes. So unaitwa nani? Mimi naitwa Mwalimu John Wanyama. So you are a teacher? I'm a teacher. Nilisomea chuo kikuu Kenyatta University. Nilifanya hesabu. Okay, you are a math teacher? Yes. And economics. Then after that, when the new system came with the new syllabus of economics, it was changed into business studies. So how did you come here? Did you decide by yourself to come to this place? Oh no, I didn't decide. Okay. I was brought here by my brother. In fact, at the time of bringing me, he told me he's taking me to just a normal hospital, which is Nangina Hospital. And actually,
he was accompanied by the wife who had bought me ile whiskey ya hali ya juu ile inaitwa 4th Street. So as we were on the way coming, I was enjoying. Alikuwa nakunywa na kumbe hiyo ndio ilikuwa ile hali yake, ile mwalimu akunywe na silete matata. Atulie. So hukujua unaletwa hapa? Sikujua. Na pengine kama ningeambiwa hata singekuja. Haungekubali? Kwa kuwa nilipoingia hapa nikalala, sikuona kitu kinaitwa hospitali. And I think I was also very rough. But I started descending immediately past the hospital Nangina. Now, my brother is known as Dr. Gilbert Barasa. Akona gari kubwa. Na unajua hiyo gari kubwa kama imefungwa na mtu ameweka spidi, hakuna chenye utafanya, huwezi kufungua hiyo sijui inaitwaje hiyo vitu yenu mnafunya hivi na ndio mlango ufunguke. So after having traveled for another distance past the town called Funyula, I think I was disabled. I didn't know I was the vehicle because ile 4th Street, my sister-in-law had come. She's a doctor. She had come with it from South Africa, purposely for making sure that I reach here. So I can't say exactly how I arrived here, but I can say I know when I woke up in the morning I was here. Okay, so umekuwa hapa for how long? I've been here since December last year. Okay. By the way, I was here, left after 3 months. Then when I went out, I thought that if you go to where those people take beer with your newspaper and you have bought your power play, nothing will do. I think I went to that place. I visited the people I used to drink with, I think for 3 days. I said, hold me, a teacher with money, taking a power play, which I'm not used to, simply because, and after all, I'm very far away. Who is from the rehab? Who will know? Nikachukua kidogo, nikamixi, nikaona ina taste vizuri, nikaongeza tena, nikakunywa hiyo power play, nikamaliza. Nikatumana, unajua kama uko na wenzako na uko na pesa, natuma tu kama huyu sasa rafiki yangu, nasema I'll give you for £1, we later soda. But after taking the second one, I decided, no, I'm not a woman, I'm not meant for this. Let me just take it. Nilinunua 50, kamaliza. Kaambia pana, story bado iko, wakati ulikuwa kama huu. Sema, really men do not go to their homes when wives and children are seeing them. Nikasema, muniongeze ya 100. Then nilipomaliza hiyo sasa, sema mimi sitaki mtu kwa glasi yangu. Kila mtu ashike glasi yake. Nilinunua mzinga. Na hiyo ni chang'aa. I'm not talking about the beer hii ya commercial. The chang'aa, the locally brewed chang'aa. Locally brewed, and from a place like Funyula. It's original. So kaanza hivyo. Then you see this addiction of alcohol addiction. Even when you have finished that bottle, you will not know that you are sliding somewhere. You just go on. So after I had used for some time, now my father, not my father, my brother called my wife, and I have been having a daughter at Chakol Girls Form 4. Sema repoti imekuja, mtoto ni mgonjwa sana. Na wanasema in the rehab where you are,
kulikuwa na daktari. Honestly, daktari huwa anakuja hapa anatibu watu. Sasa huyo daktari ndio ndugu yako daktari ameongea na yeye. Muende mchukue huyo daktari, muende muone mtoto. Because vile ni form 4, it's not allowed to leave because they are busy doing what? Revising. So I accompanied my wife, and there's a daughter of mine who is in cooperative university. We came, but when we were coming, we knew. In fact, when we reached the town here, it's when they told me tunaenda kuchukua daktari. Kauliza daktari wapi? Atula alikuwa anakutibu. But you see, alikuwa amenitibu. Sasa nilijua ni daktari. Sasa tukakuja, nikamwambia na hii njia tunafuata, tutafika huko namna gani? Hatuende tu, tutarudi. Sasa tulipoingia hapa, my wife akatoka, my cousin who drives hiyo Nissan ya ndugu yangu pia anatoka, my daughter akatoka. Nikaingia hapa, huyu daktari akaniita kuongea na yeye hapa. Then all of a sudden niliona wanaingia gari wanaenda, wanakuacha, wananiwacha. So what I mean to say is this. Even at that juncture, I had not known that I was sliding. You didn't It know. is my wife, my children who witnessed it, and who informed my brother. And I think my brother, having been also at one time in the rehab, not because he was drinking, but he had just a lot of depression, pressure, kazi. So alijua, alijua. Akaambia semeji yake, tukiwacha mwalimu aendelee, after you have come here, if you relapse and people do not take quick measures, the end result is the grave. Perish. You will just perish. Okay. So when they brought me, I wasn't like the way I came, because the first time I came had a lot of resentments. I hated everything. I hated my family, hated my brothers. But now this time, I think I have been very nice. And I have really realized that there are only three things. If you are a serious user, you will end up in hospitals, because this pombe is damaging your liver, it's damaging the brain, it's damaging the kidneys. So you will keep on visiting hospitals. Okay? Secondly, because you are a user, you are always drunkard, and you happen to be crossing the roads before you go to your place. You reach road, there's on the road, and the vehicle is coming. You see 2 or 3 vehicles coming. Now, your perception doesn't know which one is the actual one. So there are chances that the one you thought is not the actual one, is the one which will hit you. Okay, so the alcohol is confusing you completely. And therefore, if it hits you from that accident, you are dead. You might die. Another thing, that most of the users are fighters. Most of the users are thieves. Because kama mi nataka kunywa na sina pesa na kupata kitu kama hii ya mheshimiwa, inachomoa naenda kuuza na naenda kunywa. Mlango naweza ngoa kutoa kwa niende niuze. Now, unajua unaweza fikiria na ngoa yako, kumbe na ngoa yako jirani. Unafikiria nitaishia wapi? Jela. Yeah. So those three, for anybody who is using the drugs, and the drugs here, I don't mean only pombe, even bangi, you will do those things, but the result would be that. And unlucky enough, if you don't have somebody to identify that actually you are sick, there's only one point, and that point is coughing and death. Because
the liver is rotten. The brain is not working. It's not there. Okay. The kidneys are not working. Let us go to the worst. Even if you are given a lady who has never given birth, you will not. You will not manage. You have a pump that does not function. True. Yeah. You have a pump that does not function. So this treatment, how has it helped you so far? Can you say that it has benefited you in a way? It has benefited me a lot because I know, as we are talking, none of you of the three, you can believe that I'm sick. But when I came here, I could not stand. In fact, I had one half piece of an orange. It was hard for me to carry that half piece kuingia nayo hapa. Karibu nianguke nayo. Ulikuwa hauwezi kabisa. Hauwezi kwa kuwa ilikuwa unakunywa, appetite yako iko kwa kunywa. Chakula hata ukipata unashikashika tu. So actually njaa inaweza kuua na chakula iko. But now when you are here there is something done like detoxification. Okay. Ile kutoa hiyo chemicals hiyo. Unaanza kupata fahamu. Hata hamu ya kukula inakuja. Okay. Ile ulikuwa unasikianga craving hiyo, kama hiyo imepigwa imetoka, hakuna sasa usikii. Hata hakuna hata saa zingine mtu akiongea maneno ya pombe unaanza kufikiria negatively because first you are taught these things. Just the way you people, none of you was never taught biology. Yeah, the defects this thing will do to your liver, to your brain, to your pancreas, hii mapafu, kila mahali. And you also have the opportunity to look at the clips here. You see how that some people are rotten inside here. Okay. But then the beauty of it is that if they deny themselves to use, they do recover and they just become normal. Okay, so what can you tell people that have gone through the same condition that you went through? Yes. Message yako ni gani kwa wale wenye wanapitia the same message yangu wale wenye wako addicted kwa hiyo condition mpaka saa hizi? Wale wako addicted. No, let me first of all address the relatives. Okay. They should try by all means and look for any nearest rehab, take them there. Because this kind of problem, you cannot go to ordinary hospitals. Uwezi kuenda kwa muganga, hata kichinja kuku ya black. By the way, you gentlemen, I went up to Uganda here, there is somewhere, kama unataka kuua mtu kichini huko kwenu, naweza kukusaidia. Ana kuganga, lakini hakuna. Na hii problem hii, hakuna kugangika, hapana. The only place to go to is the rehab. And I also want to say this. Please, those who have such people, treat them with care. They are sick. Mtu anayefika kama bagi hizi anaibaiba anauza. Wewe unafikiria huyu mtu ameanza tu kiburi. Hapana. This person is sick. Addiction is a disease. But the only thing that most of us do not understand, including our relatives, wewe huku gonjeko kalala. Sasa wewe unasimamanga na unaenda kunywa. How do you come out one time and you say you are sick? Meaning you are sick. No, they don't even mean. They don't even think about it unless they are also told by somebody. Like my brother was told by somebody, a friend. Huyo mwalimu ni mgonjwa. Msifikiria na kunyonga tu pombe hivyo na kupiga makelele na kutembea saa zingine usiku, ni mgonjwa. Yeah. So once they have said that, let me tell you, I am not going to tell you, go and talk to that person and you bring him. No. Iba vile ndugu yangu aliiba.
watu ambao wanakunywa pombe ni wajanja. Akijua unataka kumleta rehab, haki ya Mungu utamuona atahepa. Hatakubali. Si ati hatakubali. Atajifanya ameelewa makubali. But ukimwambia saa hii, usiku ukiamuka, hutamkuta kwa nyumba. Ametoroka. Hutamkuta kwa nyumba, mtatafuta tu Liguru na Sabu Chief kwanza kutafuta kwanza mpate mzima. They are very sensitive. Kuenda tu kama anakunywa kama mimi. Hata umununulie pombe sana, aone umempenda. You trick him. You trick him. When you have disabled him, or her, just put in the vehicle, bring like ile gunia mahindi. Lakini kusema ati mtakaa mjadiliane, hapana. Hakuna. Na tena msipofanya hivyo, then start planning for a coffin. That one you like, you don't dislike. What I have witnessed through learning here, the final point is death. The grave. Is the grave. You may not be knocked by a vehicle, because once the liver has been disabled, it cannot function. In fact, you don't even feel sick. Na kwa tu vile tunaongea hivi, the liver collapses. Na wanasema huyu jamaa amekuwa hapa, huyu na simu kubwa, huyu amekufa. Watu wa pombe wapelekwe hospitali atu wagonjeke ndio wakufe. Wanakufanga wakitembea, wanakufa kama wamekaa. Wanakufa kama wanakunywa ya mwisho. Pengine hii nimeenda ya mwisho hii. Ndio itapiga blow kwa maini. Ona basi. So don't pretend that utaenda kukaa na ndugu yako, utaenda kukaa na mzee yako, atatafadhali nimekuja, nimeona wewe ni mgonjwa, tukupeleke rehab. Kwanza akisikia tu rehab, afadhali umdanganye unampeleka hospitali vile ndugu yangu alisema. Lakini please don't tell them early enough at rehab. Hiyo kulingana, si ati tumefunzwa, lakini kulingana na ule ujanja nilikuwa nao. Na mimi najua, unajua birds of the same feathers flock together. So the characteristic of me, the drunkard, will just be the same as his if he's a drunkard. True. Yeah, that's it. Niyo tu kuweka mtu kuleta, but I know there's a lot of resentment. Tasema mmenichukia, mmenifanyia hivi, but all the same, you'll save his life. True. Do you look at me as somebody who is going to die tomorrow, my sons? No, you are very healthy. I'm okay. You are very healthy. But as good friends, I wish you had a chance, and you talk to the daktari, he will be able to show you my photo. Your previous photos. The one I took when I was here, and he will also show you the photo he took me when I was going out. I was also very heavy, just the way I am. Let me tell you this. Tell whoever dares to know. If you have not, kama hujawahi kutumia pombe, usijaribu. Na kama umetumia pombe vile nimetumia, if you have used the way I have used, and you leave the rehab, don't go and meet the people you used to drink with. They will influence you back. Don't go to places you used to drink. Very soon, umeenda unafikiria unawapatia story, utaingia mtego. You will go back. Then you take care of other things like money. You know, mimi kuanza kunywa hii pombe. Natoka university, we bado kijana, napewa pesa mingi. When there is a lot of money, and the supply is there, I believe one of you did a business study or economics. When the supply is there, the demand will go up because the money is there. So, you also, when you have come out, you need to train yourself how you use the money. Because if you let the money again control you, it will take you there. True. And maybe this is what I say. If you have been given an opportunity by God to survive, and you live out, and you meet me,
or I meet you and we used to drink with you, let us not even discuss anything about pombe. And if you insist that we talk about it, do you know what running means? Running away. Run away. Just run, that is the enemy number one. Hata wakisema wewe ni mwenda simu unakimbia watu, but you know what you are doing. Because it is very easy for an old friend to bring you back. So don't attempt, because it is like you are using your own money to buy your final death. True. It is your money that finally you will die. So just avoid it. True. Be healthy. Thank you. Thank you, Mwalimu, for your time. Yes. Thank you for enlightening the youths out there. Yes. And everyone who is going through the same problems that you went through. Yes. Thank you. And my message is this. Please look for people, although I retired, we should look for people in the Ministry of Education, and please plead with them that let this a drug abuse be part of the syllabus. Because some of our children get into a drug abuse in this manner. Let's say this 15-year boy. I'm the one sending him to go and buy me. Mungwana, ukienda ukimwagiwa chupa ikibaki, ile pombe inabaki, unaweka wapi? So unajaribu. Hey, so that is the thing. That is the thing. Okay. Some of us are drunkards. We buy beer. We come with it from outside. We drink from here. Then we are tripped. We leave something in the glass. The child says, "Ni kitu gani baba akija hapa wanga na enjoy." It starts from there. It starts from the home. True. And you will find that most of the people who are drunkards, from the homes they come, it was there, or it was genetically there. Okay. Yeah. So we need these small children before they are worse off. They should be enlightened. Na unaweza sema kuna tofauti, kuna difference ya vile uliingia na vile uko saizi? Kuna difference kubwa sana. Okay. First of all, health yako ina improve. Hapa chakula tunapewa vizuri, balanced diet. As an addict, sana mtu sau mambo ya chakula. Uko na kula. Unaweza tumia 1,000 kwa kinywaji na ukunywe chakula ya shilingi 50. Unaona mtu unaona ni kama chakula sio muhimu. Chakula si muhimu. Unaona pombe ndio muhimu. Na appetite unakuwa na loss of appetite. Okay. Unaona ukikula unaharibu pesa ya pombe kukula. Pesa ya pombe. So unataka hata mafikra ya chakula iko kwa kichwa. Uko nafikiria hata kukula. Chakula. Okay. Lakini sasa vile uko hapa tuko sawa, tumewekwa vizuri. Na balance diet. Nimeambiwa mnakula 5 times a day. 5 times a day. Chai ni kama every 2 hours. Okay. So unaweza sema, unaweza ambia mtu mwenye ako kwa condition kama mtu addict ule, unaweza mwambiaje message yako kwake ni gani? Kwa addict, wale mayouth mwenye wako huko nje. Kwa mayouth. Sana hii Kenya yetu youth wako kwa hii problem sana. Na natarajia serikali itawaangalia sana because of idleness. And then mayouth wengi wanatakana kwa kazi, so being idle wanakuwa na mabezi zao. Na kila siku una kitu ya kufanya, unaenda unapatana na rafiki, wanaongeanga nitakutoa fomu ama kitu kama hiyo. Sasa inakuwa every day to day unafikiria tu juu ya drug of choice. Kwa wale wajaanza sana wale wametoka tu kumaliza shule, ni vizuri wazazi wawatafutie kitu ya kufanya, hata kama ni college ama kakoski kidogo, ama kuwe busy kusaidia mahali, ama kuna hizi voluntary work kwa makanisa. Kuna ma youth centers wanatafutiana majob, vitu kama hizo.
ndio itawasaidia ndio asiingie kwa hiyo kitambo machachi zilikuwa zinapatia, kulikuwa na si tukiwa wachanga kulikuwa kitu inaitwa word of life, sijui kama bado wanaendelea. Mayouth walikuwa wanaenda camping out of Mombasa, picnics. Wanafundishwa mambo ya kukaa kama youth. And that is a dangerous stage. Unajua siku hizi magonjwa na hii AIDS. So they need to have awareness. Hizo vitu zinasaidiana sana. Okay. So unaweza sema so umebakisha muda gani for this kama relapse ina depend vile anaitwaje counselor atakuchukulia, but mostly ni 1 month. Okay. Lazima umalize 1 month ni utolewe, lakini beginner ukaa 3 months 90 days umaliza program yote. Okay. Or the second time after relapse ni 1 month. 1 month. Okay. Sasa sana ina depend na drug of choice, drug ulikuwa umetumia. Watu wengine wanaweza kata kwa rehab for 2 years kama nizi wa cocaine, hard drugs. Lakini mimi bahati yangu ilikuwa tu ni alcohol na marijuana. Okay. Yeah. So unaona ukitoka hapa unaona utakuwaje? Nikitoka hapa nitakuwa kama richa kwa wale watu wako nje, kuendeleza mambo ya kuacha drugs. Nataka kuwa example juu wengi wangu like, ukitoka hapa lazima uadd weight, appearance ina change, hata maongezi. Pengine ulikuwa mtu matusi, ulikuwa mchafu. Sasa ukitoka hapa unafundishwa usafi. Ukitoka hapa pia unajaribu kutafuta kazi. Unakuwa tu an impact kwa society. Si tunakuwa tu mtu. Okay. So before kama hapa ulikuwa na nini? Before nilikuwa tu idol. Okay. Lakini nilikuwa nimepata kazi ya hospitali. Lakini kaisha. Ilikuwa mambo ya AIDS awareness. Okay. Ilikuwa na deal na NGO. Lakini inakuja gradually inaisha juu ya funding kutoka nje. So nilikuwa idol. Ndio nikajipata kwa hii mtego ya alcohol. So unajua watu huko nje wanafikiria ni hii condition, mtu akiwa kwa hii condition ni yeye. Unajua watu wengine wanafikiria addict ni mwenda wazimu, ama ukikuja kwa rehab ni mali kama jela. That is the perception of very many people, na ni vibaya. Rehab ni kama wanaita, kuna maombi si usema hapa, serenity prayer. It is a serene place, very peaceful. Unafikiria mawazo ya dunia, and you are brought closer to God. Okay. Spiritually. Hata ukikuwa Muislamu, they don't, kwa hizi rehab si religion. Kila mtu anaweza kuja hapa, ukiwa Muhindi, ukiwa nini, pagan. Okay. Training si based on religion. It's for everyone. Okay, if you like to reach us, Busia Wellness and Recovery Center, Busia. We are located in Busia town, just behind Busia Township Primary School at a place called Bondeni, just like 50 meters from the school. And our contact are 0716 096 413. You can also email us on Luciana Wellness Recovery Center at yahoo.com.